Yes, mtazamaji wa Komba TV, hizi ni ripoti za Komba TV. Kama ilivyokuwa kawaida ni kukusogezea exclusive interview ambazo huwezi kuzipata sehemu yoyote ile. Na leo tuko hapa katika madhabahu ya huduma ya Love of Christ, kanisa linaloongozwa na mtumishi wa Mungu Pastor Rich, na kubwa zaidi tunakusogezea interview nzuri kabisa na tamu kweli kweli. Subscribe, share, like na comment. Hii ni Komba TV. Kubwa tunachoenda kufahamu ni safari yake ya utumishi. Tunafahamu kwenye maisha kuna nyakati tofauti tofauti, lakini kila mmoja anazaliwa akiwa na ndoto zake. Yeye ndoto yake ilikuwaje pengine kuwa mtumishi wa Mungu kama hivi ambavyo tunazungumza naye kwa sasa hivi, ama pengine ndoto yake ilikuwa ni kitu kingine kabisa. Mimi naitwa Majanta, hii ni Komba TV, lakini nipo na Pastor Rich wa huduma ya Love of Christ inayopatikana Songea mjini, Lisaboni Madizini. Pastor, shalom. Shalom, naendelea. Mimi niko salama. Hali yako ikoje pia? Mungu mwema, tuko vizuri, tunaendelea vizuri. Karibuni sana. Asante sana. Hongereni sana na masuala ya utumishi ambao unaendelea nao. Amen. Nashukuru Mungu. Okay, sawa. Mimi nimekutambulisha kama Pastor Rich, pengine kuna jina lolote pia ambalo sisi hatulifahamu ambalo wengine wanakufahamu? Majina yangu kamili naitwa Richard William Gama. Okay. Hayo ndio majina yangu. Hiyo Pastor Rich ni kama vile kusema mchungaji. Rich, pastor ni mchungaji. Rich ni kutoka pale kwenye Richard. Unajua wengi wanafupishaga majina yao. Kwa na mimi langu baadaye Richard, wengi waweza kuniita Rich. Na nilipopata hii neema ya uchungaji, basi ndio Pastor Rich imezoeleka hivi. Okay, sawa. Wengi wanapenda kuitwa mchungaji. Yaani unajua ni kwamba pastor maana yake ni mchungaji, si ndio? Lakini wewe kwako imekaa sana Pastor Rich. Pengine kwa nini hasa, au ni misemo mingi sana ya Kiingereza ambayo unapenda pia kuitumia? Mimi nilipokuwa ninapokea wito, nilipokea kama Pastor Rich. Kwa sasa sikuweza kuweka mchungaji, niliona niache hiyo Pastor Rich. Niliitwa kama Pastor Rich. Sawa, natamani kufahamu mengi sana siku ya leo, lakini kubwa tuanzie hapo kwenye kalama hii ambayo uko nayo ya utumishi wa Mungu. Natamani nifahamu ndoto yako pengine ilikuwa ni nini kabla ya kuja kuwa mtumishi wa Mungu? Ndoto yangu mimi bwana, kiujumla ilikuwa ni kuja kuwa mwanajeshi. Huo ndio ukweli. Kipindi nasoma shule, nakumbuka nilikuwa ninasoma huku, nilikuwa nimebandika magazeti mengi sana yenye picha za kijeshi, kwa sababu vilikuwa ndio vitu ambavyo nilikuwa ninatamani, ninapenda sana, na nimeshapambana sana kuhakikisha kwamba naenda kutimiza hizo ndoto zaidi ya mara 6-7 na ikashindikana. Kwa mwisho wa siku nikajikuta nipo huko. Changamoto zilikuwa ni nini hasa kwenye haya mapambano ya kwenda kutimiza ndoto yako ya kuwa mwanajeshi? Mimi niseme tu labda Mungu akutaka, kwa sababu unajua hapakuwa na changamoto, kwa sababu kama ni vigezo vilikuwa inaonekana vigezo vyote vipo tayari, lakini ukienda kuangalia majina, basi aulioni jina lako mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu hamna jina. Kajaribu jeshi la magereza, sikufanikiwa. Polisi sikufanikiwa. Kuwa mwanajeshi kabisa labda kwa maana ya wanaita wenyewe JWTZ kitu kama hicho, nayo ikawa nikajikuta tu nimekosa kote. Kwa sasa zamani tulikuwa tunasema unajua haya mambo mpaka uwe na channel, mpaka uwe na wengine wanasema lefa. Lakini baadaye nilikuja kugundua tu kwamba haukuwa mpango wa Mungu. Unajua jambo lisipokuwa mpango wa Mungu haliwezi kufanikiwa milele. Na pengine ikitokea nafasi sasa hivi kwenye kuipigania ndoto yako, ama imetokea nafasi moja kwa moja kwenda jeshini moja kwa moja, na unajua kabisa hii ni nafasi ambayo ndoto yako ilikuwa huko, utaacha utumishi na kuelekea huko? Hapana, haiwezekani tena. Kila kitu kimeshaisha. Nina furaha kuwa kwenye ufalme wa Mungu, kuaminika kama miongoni mwa watu ambao Mungu amewachagua kuwa watumishi wake. Mimi kwangu naona ni fahari sana, kwa sababu sio kila mtu. Ni neema, Mungu mwenyewe aliona mimi naweza nikatumika upande huu. Kwa mimi naona kuna nifaa sana. Okay, sawa. Tokea kwenye kubadilisha ndoto ya kuwa mwanajeshi
ama kuwa askari hadi kuanza safari nyingine ya maisha ya kuwa mtumishi wa Mungu. Pastor Rich, mmoja kati ya wachungaji ambao wana majina makubwa sana kwa mkoani Ruvuma na maeneo mengine pengine kwa ujumla. Safari yake ilikuwaje kwenye kubadilisha hapa hiyo ndoto ambayo alikuwa nayo mwanzoni hadi kwenye kuanza sasa kuzoea maisha ya uchungaji? Baada ya kuwa nimekosa kupigania ndoto yangu ya kuwa mwanajeshi, harakati za maisha ziliendelea. Unajua maisha lazima yaendelee. Na maisha yalipokuwa yanaendelea, nilichagua kuanza kusoma zaidi. Unajua duniani hapa bila elimu inakuwa ni ngumu sana. Na wazazi wanaamini sana kwenye elimu. Na mimi kwa sababu nilikuwa ndo mtoto wa kwanza kwenye familia, kwa hiyo wazazi walichukua jukumu la kunipeleka mambo ya ufundi. Kwa hiyo nikawa nasomea umeme. Nimesoma karibia miaka 4 umeme. Nikiwa kwenye hizo harakati za mapambano ya umeme, ndo siku moja Mungu akawa sasa hii tukisema sijui itakuwaje kwa sababu ni ngumu kueleweka kwa watu, lakini nisikia sauti inaniambia ninakuandaa kwa ajili ya kuifanya kazi yangu duniani, na wewe ni Pastor Rich, na mimi nitakuwa pamoja na wewe. Kwa nataka sasa ufanye kazi yangu. Nataka nikuandae kwanza, afu baadaye uje ufanye kazi yangu. Ni maneno ambayo niliyapata kupitia ndoto, kupitia usingizi mzito wakati wa usiku. Ilikuwa kama saa 9 za usiku hivi. Niona mwanga mwingi. Afu nikawa siwezi kuona tena, so sauti kama maporomoko ya maji mengi ndio ilikuwa inanisemesha. Na lilikuwa ni jambo geni kwangu. Sikuwahi kuli experience hilo jambo. Kwa hata baada ya kupita yale maono, akili yangu ilikuwa haijakaa sawa sana. Na ndo hapo ambapo harakati zote na mishemishe zote za kusoma zilifiaga hapo. Okay. Nikajikuta nimetoka sasa kwenye maeneo nilikuwa naishi huko mjini, nikarudi kijijini. Hapo nikawa najifungia tu ndani muda wa miezi kama 6 au 8 hivi, usiku na mchana. Na nikaandika. Bahati nzuri tu tumeongelea hapa, tumeongelea ofisini, ungeona na baadhi ya madaftari na vitabu ambavyo nilikuwa naandika kwa kipindi hicho. Basi ndio ilikuwa ni katika harakati za kutengenezwa. Baadaye nikajikuta nimefundishika neno la Mungu vizuri. Na baadaye tukafanya utaratibu wa kusoma, maana serikali nayo inataka uwe na elimu kidogo kwenye haya mambo ya utumishi pia. Basi tangu hapo harakati zikaendelea. Tukaanza hapa 2019 sasa. Okay. Na ndio nafikiri kipindi ambacho tulikutana na wewe mwaka 2020, kipindi naanza kuja kuhubiri pale Radio Jogoo pale. Pale ndio nilikuwa nimetoka kwenye hizo harakati za mapambano, ndo naanza utumishi sasa. Okay. Hiyo wakati unasoma masuala ya ufundi, pengine kwenye kumbukumbu ilikuwa ni miaka gani na ulikuwa ni hapa Songea ama maeneo gani? Nimesoma pale VETA. Ulikuwa ni mwaka 2013 nimeanza pale. Nikaja nikamaliza mwaka 2010 nikaachia njiani nikiwa level 3 mwaka 2017. Watu wengi wanakumbuka wale ambao nilisoma nao 2017. Sababu mwezi wa 3 ndio nilipokea huo wito, ndio nikaacha chuo. Sababu nilipokea wito niliacha chuo moja kwa moja. Wazazi walipokeaje swala la wewe pengine kuacha chuo? Kwa sababu nafahamu kwenye jamii yetu ya Kiafrika mzazi anakupeleka shule ili pengine baadaye uje kumsaidia. Mapokezi yao yalikuwaje na walikuunga mkono moja kwa moja kwenye hiki ambacho ulikuwa pengine unakitamani kuweza kukifanya kuachana na masuala ya ufundi? Hapana, nilipitia wakati mgumu, nilikataliwa na nikaishi maisha magumu sana. Nilikuwa naishi maisha ya kushindia mboga ya maboga kwa muda wa miezi 2 usiku na mchana bila kula chakula kingine cha aina yoyote zaidi ya mboga ya maboga. Wakati mwingine ilikuwa ni maharage na mboga ya maboga yenyewe. Wakati huo nilikuwa nachuma kwenye mashamba ya watu usiku ujue, kwa sababu nilikuwa sijalima mimi. Ndio mchungaji mmoja nafikiri naye aliambiwa na Mungu, anasema alioteshwa, akawa ananiletea pale mahindi hivi na vyakula vingine kwa kadiri anavyopata. Tukaendelea hivi. Haiwi rahisi pindi ambapo unasomeshwa alafu unakuja kuacha. Mambo ya imani, mambo magumu. Wazazi wangu ilikuwa ni kama vile kitu kipya, kuweza kuelewa. Ingawa baadaye mama yeye mwenyewe alikuja kuelewa, akaniambia hivi, wewe tangu usiku ulipozaliwa tukukupelekea kwa mganga. Ulikuwa umevishwa kidani cha moyo mtakatifu wa Yesu. Na mimi nakumbuka nilikuwa darasa 3, 2003 nilikuwa mwenyekiti wa shirika la Kipapa. Nilipokuwa sekondari nilikuwa mwenyekiti wa TYCS kwa
ndoto ilikuwa ni wanajeshi. Kwa mara ya kwanza unapiga simu ama pengine unamwambia mzee na mama kwamba jamani, mimi nakatisha masomo hapa kwa sababu nimeoteshwa, nahitaji kuwa natakiwa kuwa mtumishi wa Mungu. Kwanza ulitumia njia gani kuambia, yani kuwapa hiyo taarifa? Uliwapigia simu moja kwa moja ama pengine ulikutana nao na wao kitu gani unakumbuka walizungumza? Adolf, kuwapigia simu wazazi kwa mantiki hiyo haujitaki. Hapana, sikuwapigia. Dogo ndo alinichoma, mdogo wangu. Kwa sababu mimi kilichokuwa kimetokea mara baada ya kuwa nimeota ile ndoto, nimesikia ile sauti kwenye ndoto. Yaani nilikuwa ni kama vile mtu niliyechanganyikiwa. So nikienda shuleni, nikienda chuo, mwalimu alikuwa anafundisha pale. Kile anachokifundisha mimi huko naanza kujiuliza maswali. Sasa huyu hiki anachokifundisha kwa nini asikifanye mwenyewe? Yaani kwa nini anifundisha mimi na yeye mwenyewe asikishughulikie? Kwa nini kama vile mtu ambaye ni haters wa mwalimu lakini ni ndani ya moyo. Baadaye nikajikuta hamu imeondoka kabisa. So nilipokuwa najifungia ndani, nakumbuka nilikuwa na mdogo wangu. Unajua wazazi wangu wanaishi mbalimbali. Sasa baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, dogo akawa ananionea huruma. Nakumbuka nilikuwa saa 6 kipindi kile. Ndio sasa akawa tu siku moja ametafuta simu, akampigia bibi mkubwa. Akamwambia kaka kwa amechanganyikiwa, amekuwa kichaa. Kwa sababu kipindi kile nilikuwa hata nywele sinyoi, kwa nilikuwa nina midevu, afu nilikuwa na minywele namna hii. Nilikuwa kama ni mtu wa ajabu tu hivi. Sasa dogo ile hali hajanizoea kuniona, ndio akapiga simu akachoma. Sasa bibi mkubwa alipokuwa amesikia hizo habari, bwana, hapo yalitoka maneno mengi sana. Na nilitengwa na kuanzia, unajua zile kuanzia leo usijue tena. Watu washatoa gharama zao. Wewe sasa umeasi, wewe endelea na maisha yako, mimi Mungu mambo ya kupita tu hayo mambo ya Mungu ni imani tu, hizo hayana uhalisia wa aina yoyote. So mazingira yalikuwa hivyo na ikaleta ugumu. Tulidumu kuwasiliana na mama na wazazi nafikiri kwa muda kama mwaka hivi. Okay. Baadaye wakaanza kuelewa taratibu wenyewe. Na sawa, pengine ulipata msaada wa mtu yoyote kuhusiana na swala hilo la utumishi, yani wakati ule sasa unaamua naingia kwenye utumishi moja kwa moja, ulipata msaada wowote kwa mtu yoyote? Ni ngumu sana ise, mambo ya imani hayajulikani Adolf. Mambo ya imani ni magumu. Ni mambo ambayo ni pasua kichwa sana. Wewe imagine unaona umeajiriwa afu mwajiri haonekani. Wewe unamtumikia Mungu haonekani. Kwa hiyo ni mambo magumu kupata msaada, ilikuwa ni ngumu. Asilimia kubwa ya watu wa Mungu wanaishi maisha upweke sana. Kwa hiyo kulikuwa kuna upweke mwingi. Lakini kipekee sana kuna watu wawili au watatu ambao niliona kama wamenipa mwanga kidogo. Kwanza ni babangu wa kiroho ambaye ni mchungaji Anderson Kaonga. Nilikuwa nikiweza kumuuliza baadhi ya maswali ni kama vile anaanza kanipa mwanga. Lakini pia kuna huyo mchungaji mmoja tu Mwagama, kijiji kimoja hivi, huyo ndo alikuwa ananiletea vyakula sasa kwa sababu hali ilikuwa mbaya sana. Na mmoja alikuwa anaitwa Deo, na nafikiri mchungaji Deo Mwagama, na hao walikuwa ni mtu na mdogo wake hapo. Walikuwa wananiweza kanipata vipindi hivi ambavyo vilikuwa vimeninoa sana kuhakikisha kwamba ninaingia kwenye utumishi vizuri na ninakomaa kwa haraka ya. Kwenye ukuaji tunafahamu tunakuwa na marafiki tofauti, lakini kuna yule rafiki yako mmoja tu ambaye mara nyingi huwa anakuwa yuko upande wako. Wakati unamwambia kwamba bwana naacha masuala ya kusoma ufundi, mimi